Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga, kiori ya. Ukamo. Kujeni hapa. To analyze muhahe. Which is a must. Tani maliza hii githeri hapa. Sasa yuko ongea na machakula kwa mdomo. Na vile lazima to address. People say that we shouldn't. But it's put out there for us. Kama angetaka tujua, hata yeye angeenda live. Hi Cecile, hi Beth. Right? The fact that imeletwa kwetu kwa mtandao means we have to sit down and analyze. We have the right to do that. Ndio nimalize chakula. Bado tuko moja ama mbili. Yes, we are going to analyze the muhahis now. Here, wait. Let me finish my 2 spoons of the berry. Very muhahi. Thank you, Jesus. That there is my This is my breakfast. In my humble opinion, let me pull the camera closer. In my humble opinion, that interview was unnecessary. Okay, niuliza. If I was the one who manages that girl, ningemwambia asiende interview. It is too early. It's too early. Vidonda za watu wa Kenya bado zijapona. You see, no one, hakuna mtu anasema, okay fine, people are upset. You know why people are upset? Because first of all, this whole saga happened in his house. Haisu happened in his house. If initially, kama mnakumbuka when this news came out, hakukuwa remorseful. Hiyo machozi yanamwaga saizi, hakuwa anamwaga hiyo time. I mean, he's not crying because right now he's crying because he's been accused. Na juu amekaliwa na maneno. Hali kwa sababu mtoto mwingine alikufa na alikufa akiwa kwake. You know what I'm saying? Like, look at the circumstances. Because if he was very sad, in my humble opinion, yes, if he was very sad or taken by this whole matter, hii machozi na mwaga saizi ingetoka initially pale. Immediately ile mtoto amekufa. Venye sisi wengine tulihodhofika, he would have shown remorse then, which he didn't show. That's why, number one, Kenyans were upset. Okay, he might not be directly involved, you know, but he absolutely knows what happened in that house. And I know what happened in that house. And that's what's making people upset. That's why people are insulting him. Because obviously, kama unajua kitu, this is not isi mbuzi, this is not a mbuzi ya makuku, ni mtoto wa mtu ambaye amezaliwa mama yake put all effort kumlea, akaenda mpaka kwanza kuchumbia mpaka unatoka. Unajua ku Gulf venye tunakwanga tunaumia, najua wewe. Sisemi hakuna mtu, kuna place watu haumiangi, but nasema hiyo sacrifice ya kuacha mtoto wako, it adds the salt to injury. If something like this happens, this is crazy, I'm telling you. Ni mtoto ambaye he will never come knocking kwa mlango mama yake tena. So hiyo smile ya tutashinda. You remember that kiburi ya tutashinda pale kwa ile interview ya kwanza? That was like, tutashinda. That's what made people upset. That's what made people question, kwa nini anasema tutashinda? Ni vita gani kwa hapa? Ni vita gani kwa hapa? You know, no, it's okay, Angelina, I want to stay here. I want to stay here. It's okay. This is my home, sweetie. Sasa, what I'm trying to say is, he should have shown remorse then. Anasema ati aliblokiwa from interfering or from even attending the burial, blah blah blah, etc etc. But angeonyesha hiyo nini? Angeonyesha hiyo will ya kufanya hivyo. Yeye alienda tu underground na kupost vitu hazijulikani kwa Facebook. Like, hello, you know.
So today amekuja the story that he gave ile siku enye alisimama akasema tutashinda pale nje ya gate. Mnakumbuka venye alitoka kwa gate yake akasema sijui he came home akapata mtoto yuko, akasema mtoto wako wapi, akaenda kureport Kasarani police station. Leo hatujaisikia. Leo amesema alikuja akableki kwa gari mpaka saa 3, akaenda kusaini kitabu ati anaishi hapo. Kidogo ndio ameingia kwa nyumba, akauliza mtoto wako wapi, akaambia mtoto amelala kwa guest room, akaenda naye akalala. The man is not mad. He woke up at whatever time he woke up. Akaenda kwa guest room. Akakula githeri by the way, tunakumbuka. Na alikuwa amesema on the way alinunua mandazi na nini? Ilikuwa mandazi na nini alisema alinunua? Mandazi na nini? Nimesahau hiyo nyingine. Sijui sausage, sikumbuki nini nyingine amesema, lakini anasema ni mandazi. Lakini akafika kwa nyumba yako kwa building yao akableki mpaka saa 3 za mchana. Mandazi sijui alikulia wapi hapo kwa hiyo story. But aliamka saa 3. Akaingia kwa nyumba. Driver yake mwenye ni chef, but hakupita na hana kazi ya chef, hakupata kazi ya chef. Akamhuyohea nini? Githeri. Akakula githeri. Hata hakumaliza githeri. Ni hiyo time. Ama githeri ilikuwa ya afterwards ama ya before? Msini confuse please. Okay, wait. Githeri ilikuwa ya before alale ama after alale? It is so different. Hizo stories zinaenda hivi. Mimi I would have, kama mimi singesimama kwa media niongea, singeingia kwa interview. I'm not even joking right now. Haya, tutoke hapo. So akaenda kwa bedroom kuvaa viatu, so viatu zake shura yake inakwanga kwa guest room. Okay. So akaenda akachukua viatu. Kawaida yeye uketi chini anavaa viatu akiwa amekalia kitanda anavaa viatu. Ni sausage. Yes, I'm not wrong, nimekumbuka. Anavaa viatu. Akapata mtoto hayuko, kitanda haijatengenezwa. Kitanda haijatandikwa. Au before alale ndio alikula githeri. So akaenda ku welcome guest wake, kumwangalia kama aliamka poa. Ndio driver akamwambia huyo kijana ni kama aliondoka mapema asubuhi sana. Na yeye kazi yake akasema hapana, hakuondoka asubuhi mapema sana kwa sababu mimi nimekaa mpaka 8 am nikicheza gitaa nikingojea DJ. Haya, fahamu. Kutoka hapo sasa ndio akasema, hapo ndio sasa ameanza kusema, akaulizwa kwa nini unataka kuishi kwa ile nyumba? Julai ya pili imeishia hapo. Kwa nini unataka kuishi kwa ile nyumba? Ati kwa Kikuyu inasemekana Ogekoyo ureke atiriri. Mtu akikufia kwa nyumba uendelee kuishi hapo. Neme hero na it's like a curse, na spirits za ule mtu zitazidi kufanya nini? Sasa kama huyu akukufia hapo kwa hiyo nyumba, why would you be worried? Watu wangapi wanagongana na gari kwa barabara hapa, maybe kwa barabara nje ya nyumba yako, unasikia mtu aligongwa na gari hapo, unahamanga hiyo barabara, unaacha kutembelea hiyo barabara. So hiyo contradiction yote imetokelezea leo, alafu live imezimwa na ikatolewa. Mimi sijui kama wamerudisha, I don't think so. That whatever in Kikuyu they said it. That is what in English sijui naitwa nini na Kiswahili. Githeri hakumaliza, alirudisha kwa sink, aliweka kwa sink because hakuweza kukula. I mean like there's a lot of, hata kama ni mjinga aje. Na watu wanasema ati haiwezi kuwa alileta mtoto kwa nyumba amuue. That is absolutely true. Haiwezi kuwa anafanya. I mean nobody would do that. Anileta mtu hapa kwangu ni muue. God forbid, touch wood. Yeah? But whatever happened in that house, anafaa yeye aseme ukweli. I'm not sure why they didn't interview these other two people. Hawa watu wawili, sijui kwa nini hawakuinterviewwa, huyu dereva na huyu guitarist mwenye sijui ni kazi kama ni nani. They were supposed to also be called in. Waulizwe maswali, at least crazy especially. Waulizwe maswali, tuone kama stories zitaandamana, because it's not making any sense for me. I'm not even joking. Mimi unajua watu wanaogopa. There is somebody who told me, I said aje nani. Kuna mtu aliniambia sana sasa kuingiza watu wengine hapo.
Lakini kuna ka group fulani niliambiwa jiepushe na hako ka group. Jiepushe na haka ka group. Hata ukienda ati mtaa, jiepushe na haka ka group. Madem alisema kwa live ya kwanza ati huyo Faith alimgonga hapa, juu alikuwa amebleki kwa kiti initially. Alimgonga kwa mapaja, akamwambia ati aliamka yeye juu alikugutuka kwa he was like blacked out on the couch. Then Faith alimtap kwa mguu. Ilikuwa saa ngapi? Hiyo saa sikumbuki. Sijui 4 AM ama ni mchana. Sikumbuki hiyo saa, mwenye anakumbuka niambie. So alimtap hapa kwa mguu, akaamka, ati aliamka akaona green up. Na green up inamaanisha nini? Inamaanisha bolt. Kai mwana. Wasa na Caroline. Emily poa. Aliamka akaona green up. Akamwambia hapana. Wezi enda na bolt. Na ni mimi nilikuita. Ni mimi nilikuwa nikudraw. Mtu akikunywa pombe, Hennessy for 45. Ukunywa Hennessy, my dear. Pombe, mkunywe. 5:30 in the morning, okay. So mkunywe pombe, mimi mwenyewe nikikunywa pombe, alafu nikuje. Labda nisilale. Nikijiekelea tu kidogo hivi hata sijui kama nitaamka. Naamka kama niko mwenda, hata siwezi enda mahali. Ati nikudrive. Baba na hiyo Uber ama Bolt. Tafadhali nikupe 500 uende na hiyo Bolt. Anyway, akasema hata mwachilia barabarani. Akawachukua akawapeleka. Huyo Faith Mutani. Akawachukua akawapeleka kwake, whatever. Then on his way back akasema acha niwe sausage na mandazi. Juu alikuwa na njaa, abebe wakakula na watu wengine. Lakini vile alifika akableki mpaka saa 3 kwa gari. Aliamshwa na jua. Amesema aliamshwa na jua. Jua ndio ilimwambia. Jua ndio ilimwamsha. Akaamka. Sasa ndio akienda kwa nyumba, kuingia kwa hiyo gate yao, akaona polisi. Kuna polisi, akasema nini kunaendelea? Sasa unajua ni polisi, ni gava nini. Hata hakuwa anaona vizuri, kulikuwa na pila. Mimi maana yake ngoja kidogo. Sasa singoje. Sasa yeye ameingia pale hivyo, ameambiwa hapana, hapa hivi kuna mtu amejirusha, itabidi usign. Kafunguliwa, kaingia, kasign. Kuingia pale kulikuwa na pila. Pila yenyewe ilikuwa imeblock mwili. Hata hakuwa anaona mwili ni hakuwa anaona nywele. According to him, I'm repeating his story by the way, guys. Msinichape. Akasema ati alikuwa anaona nywele. Lakini kidogo akiangalia hivi, ati alikuwa anaangalia hivi kama amefanya kichwa hivi. Ndio hataki kuona je uoga. Good evening. Alikuwa anaangalia hivi juu ya kuogopa, juu he's like anakuanga na anxiety. Sasa venye alichungulia kidogo hivi akaona kichwa imepasuka. Sorry, I'm just repeating what he said. Alafu kidogo akaona hana suruali. Buda. Pila imekuficha, huoni mwili, huoni kitu, unaona tu nywele, lakini umeona hana suruali. Ati akastuka. Akashukutia nile uoga, hata ndo maana kula githeri. Hiyo githeri ilimshinda. Akaenda kwa hao. Na soja akamwambia ati kuna mtu amejirusha kutoka 12th floor. 12th floor. 12th floor. Sasa yeye anaishi 10th floor, so 12th floor. Akapanda akaenda kwa nyumba, akapata ule chale mwingine kazini yake. Na manyama zimetapakaa. I know. Akapata huyo kazini yake na dere. Venye alipata kazini yake na dere tu akagutuka. Akamwambia, wase, pale down. Kuna mtu amejirusha. Ati kazini yake akaona kama kazi na driver akafanya kama wanaona ni uongo, anaanza kusema sijui ya orea nini. Akamwambia wallahi, hapo anamwamini tu. Hapo ananiamini, do not believe in me. Mimi nikamwambia kuna mtu ameanguka pale. Kuna mtu amejirusha kutoka 12th floor. Lakini
kijana kwa wapi? Kijana amelala. Sasa yeye akasema si obvious kijana amelala kwa guest room. Akaekea githeri ikakataa. Ikakataa kuingia. Mandazi sijui kama aliacha kwa gari na sausage ama hakununua, hatujui hiyo part ilienda wapi. Kuna mandazi kwa the picture. Githeri akaeka kwa sink. Githeri mzima kwa sink. Akasema hapana, kaenda kulala. Kwambia na muniamshe saa 6 kamili. Tunaenda shughuli. Saa 6 akasema amsho. Sasa for some reason, sikumbuki hapo sikusikia, sijui network ilihang kidogo, alafu akakuja akasema aliamka much later. Akasema acha scroll simu akiwa kwa bed. Saa 9 akaamka akaoga. Akavaa nguo zake zinakuwa kwa bedroom yake, akavaa nguo, viatu zinakuwa kwa guest room, akaenda kuvaa nini? Viatu kawaida yake, yeye ukalia kitanda, anavaa viatu hapo, anatoka kienda. Hainangi kuvalia viatu kwa mlango. Amesema anavalanga kwa guest room. Anatoka hivyo anaenda kama ameendaga. Anaenda tu akichukua gitaa, si gitaa kile kimongo mboko yake kile kikitu akiendaga. Unaona? Asimamange kwa sitting room sana. Nitakuwa tu anachomoka yani. Nyumba yake anaenda express kile kimomboko anachomoka anaenda studio. Anyway, sasa this day for some reason kama hii kitanda hajatandika, who is the guest? Akatoka kwenda kupigia ati ndio sasa mkaribishe ndio akule food breakfast saa 9. Akule food alafu sasa waende shughuli. Akaenda akafika sitting room. Fika sitting room ameketi hapo hivyo. Akauza kijana kwa wapi? Dere mimi na cheki kijana ni kama alienda asubuhi early in the morning. Umsena kazi yake akasema sidhani alienda early in the morning. Mimi nilikuwa nacheza hapa gitaa hadi saa 2 asubuhi nikisubiri DJ afike. Na mimi sikumuona akichomoka. Unaona hii? That's it. Yes, sijui mnanisikia kwa sababu kuna call inaingia hapa. Mnanisikia bado? Exam utapita, ngojeni kidogo. Exam utapita. You got it. You got this, baby. What do you say to kupita? Inani stress. Is stress? Okay. So, tumefika wapi? Penye ameambiwa ati kijana ni kama alichomoka. Akasema anazaje chomoka na tulikuwa na biashara na yeye tulikuwa tumemaliza. Hapo ndio kidogo akakatwa. Hapo sasa nataka muelewe. Hatujasikia the continuation ya hapo hivyo. Hatujasikia venye sasa kulienda hapo hivyo. Hiyo ndio story haijaisha by the way. Hapo ndio sasa akaulizwa, sasa wewe kwa nini hauishi? Ziko nini anaye Jennifer amekata, sijui kwa nini amekata hapo hivyo. Akamuuliza kwa nini hauishi hapo? Why don't you live there? Why don't you? Tunaenda huko Terry, don't worry. Tunaenda huko. After this tunaenda huko. Kila mahali, we are going to analyze everywhere. Don't worry about it. Akaulizwa kwa nini hutaki kuishi hapo? Why do you want to move? Ati akasema because in Kikuyu tradition kuna kitu inaitwa migiro na ma spirits ngake sokoso. That is why he doesn't want to. Mtu akikufia kwa nyumba, that's what he said. Hapo ndio sasa mlipotea njia juu. Nyinyi hamkusikia hiyo part. Mtu akikufia kwa nyumba, how come? Najua mtaka kujoin live sana. So tunahamia TikTok, tuende tu analyze na mjoin mlete maoni. Mimi sifanyangi kuongea peke yangu, nataka kila mtu atoe maoni zake. So follow me out there. Kama hauko TikTok yangu, please let me know, ndio niandikie jina because I want to discuss. Hii kitu lazima urea. Nini kwanza ndio kuja kupoa wakati niko off. So mtu wangu naye ameamua kupigisha maglasi hapa. TikTok najiita akapiteri najiita kwa I think Doc Love Esther kama imeshikana Doc Love Esther.
Neka at chani waandikie. Nilipata account number ya 2020. Ya nini? Ya TikTok. Niko na watu. Kwani niko na accounts mbili? Utakuwa traumatized. Ya TikTok, are you serious? Okay. Missing person, and I was like, how? Yes. So ndio hiyo jina nimewaandikia. Tuende tukiendaga ndio jina nimeandikiwa hapo. Let's go there. Ndio mjoin live one by one, we discuss this matter. Sasa nikuongea peke yangu. Sitaki kuongea peke yangu because I know you are also feeling the way I'm feeling. Pia mimi. Fahamu? Let's bounce.